Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Dad, ona mwanao alichofanyia mama yake kisambu za mboga mboga. Kisha unieleze kwa kina juu ya kilichotokea. Ni lazima uchukue hatua dad. Hii haikubaliki kabisa. Patrick hawezi kumfanyia mama yangu ukatili kama huu. Mwanangu, huu ni ustaarabu gani kwa mama yako? Unawezaje kumfanyia hivi mke wangu? Nilishindwa kujizuia baba. Ni wewe uliyenifundisha namna ya kuheshimu misingi ya utu. Kuna wakati huwa napata tabu sana ninapoona misingi ya utu inavunjwa mbele ya macho yangu. Sijakuelewa. Huyu mama anaitwa Mama Mboga. Ndiye amekuwa akituuzia mboga pale nyumbani kwa muda mrefu sana. Ugomvi wetu wa kwanza kati yangu mimi na mama ilikuwa ni kwa sababu yake. Mama amekuwa akimdharau sana huyu mama. Amekuwa akimtukana na kuikashifu biashara yake. Mimi sikupendezwa baba. Nilijaribu kumuonya mama kama tu kijana anavyoweza kuzungumza na mzazi wake. Lakini mama ndio akanitamkia yale yote uliyoyasikia baba. Hata hivyo, kama hiyo labda ni ndogo ama haitoshi, leo mama ndio amefika mbali zaidi baba. Mimi nilimwagiza Mama Mboga atuletee mboga pale nyumbani. Mama wa watu amefanya kama vile nilivyomwagiza, lakini alipofika pale nyumbani, badala ya mama kumsikiliza na kumheshimu kama binadamu mwingine yoyote, mama akaanza kumtukana na kumpiga, na kisha akachukua hiyo biashara yake ya mboga mboga na kuimwaga chini kwa miguu yake, akaanza kuikanyaga kanyaga. Baba, je, hii ni sawa? Mutakubwa, wewe Pombea leo nakuona kama uiwezi kabisa. Maana unaonekana kama njaa imekukubali kweli. Isi pombe tu wetu nakunywa na kula. Naichukua hiyo. Unachukua nayo na kuona unateseka na njaa. Naichukua, yani hiyo kwamba ishafika alafu inazingatiwa. Unaona mzee kidogo ulikuwa mali watu. Afya. Ulikuwa unatoa mambo mazuri. Unajua urine unakuwa umetengeneza afya. Kabisa. Unaweza hata kuongeza ingine tena. Mambo yakawapa mbele. Naichukua hiyo. Hiyo inabidi naichukua. Sasa leo ama zake ama zangu. Mimi sikupenda iwe hivi. Kabisa. Lazima kieleweke. Hivi kwanza mzee Ndunguru, kabla ya vitu vyote mimi nikuulize swali langu. Wewe unavyohisi hapa nyumbani ulipotuleta, hapa ndio penye au sio penye? Maana kwenye kugonga gonga, tusije hapa kugonga gonga, mwisho tukagonga ukweni, labda kwa kila jini makata. Hiyo hapo ndio itakuwa shida. Maana unajua mtu ukimchokoza ukweni, anavokuwepo. Sikiliza. Mimi Salome mpenzi wangu, tena nampenda sana ndani ya moyo wangu kabisa. Mambo pambe. Hapa ndio nyumbani kwake. Mimi Salome nimempenda toka siku nyingi.
zamani huko. Toka tukiwa wadogo kutoka wadodo. Yeye akiwa bikra na mimi bikra, kitu ambacho lazima kiwe kina umuhimu. Wao hawajui familia yote. Sasa mimi ndo najua familia, wao familia hawajui. Watakuwa watoto wa design gani? Niambie. Wewe niambie, mimi nakusikiliza. Niambie. Wa design gani? Mzee, kuna swala wewe ulielewe. Sisi hao tutawapata tu. Yaani usimsikilize huyu. Ile sentence yake wewe usichukue, ikatae kidogo. Ikatae. Sawa? Ikatae. Usimsikilize. Sisi hao tutawapata tu. Hiyo sio sahihi mwanangu. Lakini je, jambo hili lina ukweli kiasi gani? Hili jambo lina ukweli. Patrick kanambia nichukue mboga nipeleke pale nyumbani, nimemkuta mkeo kabla hajanisikiliza chochote, akachukua beseni langu akaliangusha chini, akakanyaga zile mboga. Nijaribu kumwomba msamaha lakini hajanisikia. Ila mimi kuja hapa polisi sikutaka kabisa kuja polisi. Pamela, una maoni gani juu ya hiki unachokisikia hapa? Dad, mama yangu ana thamani kubwa kuliko chochote kile. Mboga haziwezi kuwa sababu ya mama yangu kuweka lock up. Ni kwa sababu umechagua kusimama upande wa mama yako. Pamela, hivi unadhani mama mboga hana watoto? Je, ungetamani kuona watoto wake na yeye wanakuja kusimama kwa niaba yake? Pamela, usipofushwe na mapenzi yako kwa mama yako, wakati kila wakati amekuwa akivunja misingi ya haki za binadamu. Wewe huna mapenzi na mama Patrick, ndio maana unafanya yote haya. Umesahau malezi yote yaliyokulea toka utoto wako. Wewe ni mbinafsi sana Patrick. Mimi sio mbinafsi. Sio mbinafsi. Mbinafsi ni mama yako, ambaye amekuwa akiwaonea watu wengine bila sababu za msingi. Kama huyu mama mboga, amemkosea nini? Imetosha Patrick. Imetosha sasa. Mama, pole sana. Mimi nitakulipa fidia ya biashara yako mara 10 zaidi. Lakini pia nitahakikisha heshima yako inalindwa. Maya ni mke wangu mimi. Namjua vizuri. Na naamini hakuna mlichomsingizia katika maelezo yenu. Sasa hebu tuende ndani tukaongee na mtu ambaye ameshikilia hii kesi, ili wote kwa pamoja tukubaliane namna ya kulimaliza hili. Sawa? Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Hivi akija Salome hapa alafu akatutimu kama alivyonitimua mimi siku ile, itakuwa Mzee Ndunguru oga. Yaani wewe mzee Ndunguru oga kweli. Unajitu oga kaa wewe. Hivi kwa matarajio yako sisi hapa vidume wote tena vidumesha babi. Tupo watu wangapi hapa? Wale? 3. Ambaye tupo 3. Sasa wewe unaviona watu 3 wote tena vidume. Tukamwogope mwanamke mmoja. Yaani tushindwe kumpiga saundi. Mzee Ndunguru, uache uoga. Ichukue kaze. Ichukue. Ichukue. Majembe ninayo. Majembe? Unayo. Mko supa? Dupa. Basi. We. Vitu sasa kwanza usiongeze hapa. Hapa. Mama nataka subiri kwanza. Subiri. Hapo ukimtapikia na kufunguza. Hapa cha msingi. Tumsubirie kama umesema unaongeza vitu. Hapa tumsubirie. Hata ikiwa saa 9 usiku. 11 alfajiri. Si tunamsubiri. Hata akisema nakuja tarehe 39. Tupo tu. Ni mwezi wa 19. 40. Sisi hapa tunamsubiri. Iya. Hivyo. Mama nataka kulewa. Tunalewa. Tutalewa. Ila msianguke. Kianguka. I don't know. Unaweza kuangukiwa.
Afulize hili lina mambo ya ajabu. Wewe choni gwegwe. Mzee, wewe mtu mzima. Kaa pale pumzika, tuache sisi tustende hapa. Alafu mwambie Kapumzike baba. nyinyi endeleeni kuleta. Jamani nataka kulewa. Lewa lakini angalie Kunywa bila kula. Mama Mboga, utafanya tathmini ya biashara yako, kisha utawasiliana na Patrick, maana nataka kukufuta machozi. Asante sana, Mungu akujalie. Amen. Dr. Katunzi, yaani wewe unataka umpe mtaji huyu Mama Mboga, huyu ibilisi mkubwa huyu, kwa sababu watu vile vimboga mboga vyake vile vya shilingi 3000 ndio mpe hela zote hizo? Maya, Hiyo sio sawa bwana. mtu anayeona akaamua kufanya mambo kama mtu asiyeona. Mimi Dr. Katunzi nisingekuwa hapa kituo cha polisi leo hii. Twendeni nyumbani. Mama Mboga, zingatia hilo. Sawa. Patrick, Naam. tuongoze sasa. Samahani baba, mi nataka kumrudisha Mama Mboga nyumbani kwake. Sawa, lakini usichelewe, naweza kutoka. Sawa. Dad, kuna kitu hakiko sawa kwa kaka yangu. Mimi nina wasiwasi huyu Mama Mboga Mboga ni mshirikina. Kweli kabisa. Kwa sababu namna anavyomwangalia mama yake, anamwangalia kwa chuki. Yaani anamwangalia kwa chuki ya ajabu, lakini anavyomtizama huyo muuza mboga mboga wake, anamwangalia kwa mapenzi na bashasha zaidi. Dad, niamini mimi, kuna mahali panavuja. Pamela binti yangu kipenzi, Patrick kaka yako ni mtu tofauti sana. Mimi ndo namwelewa zaidi. Na usipokuwa tayari kumwelewa, hauwezi kumwelewa kabisa. Twende nyumbani. Karibuni sana jamani. Asante kipenzi. Asante sana shoga yangu. Naitwa Jalala. Tumeelekezwa kwamba hapa ndio dukani kwa Rubina Korongo. Haswa wala hujakosea. Karibuni sana. Tuna madera, tuna mitandio, perfume kama hivyo unyunyu, tuna pochi, tuna viatu. Karibuni sana. Karibuni tuhudumie. Mnajua si vitu vyetu original, vitu vyetu pambe. Sawa. Sisi hatuhitaji vijola shoga yangu. He. Hapa unapotuona tuna msiba mzito. Na marehemu mwenyewe sasa alikuwa anaishi maisha magumu balaa. Watu wamesusa kuja msibani. Hata wachache waliokuja hawana sura ya huzuni hata kidogo. Sasa tunahitaji tukawahudumie, kualiza wafiwa. Hilo limeisha. Limeisha kabisa. Hapa mmefika. Hai, mbona watu watalia? Lakini sikilizeni kabisa, mjue gharama zetu. Kualiza wafiwa kwa siku moja ni 100,000. Kualiza wafiwa huku tunaimba 1,150,000. Kualiza wafiwa huku tumevaa sare, tunaimba, tunagalagala 200,000. Kwa hiyo chagueni hapo bei mnayoiweza. Hii asare ndio itakuwa pambe zaidi. Tena tunataka mudamshi aswa na huyo Rubina Korongo asikosekane, maana nilimshuhudia akiwaliza watu ambao walikuwa wanata mpango wa kulia huko Mwijuma. Yaani nyinyi mnazungumzia kuhusu Rubina Korongo. Yaani huyo ndio mkuu wetu hapa ofisini. Hawezi kukosekana, kwa hata msijali. Sawa. Sasa jamani, na sisi tutapata wapi maji ya kunywa? Maana hiyo kamati ya msiba imetoa 200,000 hizo. Sio, umenielewa? Na sisi kama macho kuona, tunataka tupate chochote kitu. Yaani jamani, nyie mmekuja hapa, hiyo ni bei elekezi ya ofisini tu. Hapo mtakuwa muongeze hata hela kidogo cha juu. Sema tu sijui mmekuja na kismati. Jamani, tumeacha vikundi vingapi huko mpaka kuja kwenu? Mtu punguzeke kidogo, si tuwape hiyo 180,000, sisi hiyo 20,000 tupate kunywaga maji. Yaani huko kote mlikoruka mkiona hivyo hamjaelewa kazi zao. Sisi kazi yetu inaeleweka bwana. 3, mpigie Robina ili tumalize hii biashara bwana. Thamani yangu imekuwa ndogo sana kwako Dr. Katunzi. Nimeishi na wewe miaka 30, lakini hujawahi kunihurumia hata siku moja. Yaani wewe kila kitu ni Patrick tu. Maya,
usimuingize Patrick katika tuma zako. Wewe unaponzwa na tamaa zako. Nimekuvumilia kwa miaka yote, wala sikuwahi kukufurahia. Nilikuwa kijana na sasa ni mzee. Ni kama ujana wangu niliunyoa pombe vile. Haukuwahi kuninufaisha. Wewe ni mwanamke binafsi sana. Yaani unajitazama wewe tu. Katunzi, unaoyasema sio ya ukweli, kwa sababu kumbuka, Patrick nilimlea akiwa mdogo mpaka umri huu aliokuwa amefikia sasa hivi. Sasa hebu niambie, huo ubinafsi wangu mimi hapo uko wapi? Maya, Patrick ndiye aliyesababisha wewe uje kuishi katika nyumba hii. Bila Patrick, wewe usingekuwa hapa. Maana wewe mwenyewe unajua kwamba sikuwahi kukupenda. Na wala sikuwahi kuwa na mipango ya kuwa kwenye mahusiano na wewe. Ulitumia hila Maya. Ulinilewesha kwa makusudi ili upate kutimiza malengo yako. Na kwa makusudi kabisa ukawatumia watu ndugu yako ili aje anifumanie. Sikia, toka siku ile uliharibu maisha yangu kabisa. Kwa hiyo bado unampenda? Hiyo haikuwa topiki yetu ya leo. Nisikilize kwa makini Dr. Katunzi. Kuanzia leo hii nataka ukamtafutie Patrick mahali pa kuishi. Kama utaendelea kumwacha hapa, nitamfanyia kitu ambacho utakuja kujuta maisha yako yote. Sikia Maya, kati ya wewe na Patrick, anayeweza kumpisha mwenzake katika nyumba hii ni wewe na sio Patrick. Ma, ni kweli kaka Patrick sio mwanao? Pamela, Patrick kweli sio mtoto wangu, na ndio maana unaona anaweza kunifanyia haya yote nyuma ya kivuli cha baba yako. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Limepita shoga yangu. Tulie basi. Alo, niambie shoga yangu. Sasa hapa ofisini imekuja kazi ya 200,000. Ila hao machokuona wamesema wataka shilingi 20,000. Kwa tunakusikiza wewe bosi, tuambie. Tufanye nao biashara au vipi? Usijali, shapita hilo. Naye hapo. Anasemaje? Shoga amesema tuwape shilingi ngapi? 10,000 tu. Ikishindikana hapo tusifanye nao kazi. Tuko hapa wote, nadhani mmesikia. Kama mnaweza kazi, malizeni mchezo. Sawa shoga yangu, naona mambo yatakuwa sawa, maana msiba upo majumba 6. Kwa kesho asubuhi mapema tunawatumia usafiri. Msituzingue, mzigo wenu hapa upo, msituangushe hata kidogo shoga yangu. Hata sasa shoga yangu tunakuamini. Hela hiyo. Sawa. Jamani, asanteni. Tunashukuru sana. Ila kesho mapema sana mtufuate hapa, maana sisi tutakuwa tushadamka tuko hapa. Ila jamani, tafadhali utaratibu ni vile vile. Pesa mlotoa hii tunaisha nyumbani, atufike makaburini. Haina shida. Yaani tunataka mdamshi. Majumba 6 yote izizime. Hao waliokuwa namchukia shoga yetu wajue Mwajea alikuwa na watu, na watu wenyewe ndo si hatuna ubabai. Hilo limeisha shoga yangu. Yaani nataka tupate kazi nyingine kupitia huko kwa majumba 6. Yaani ni tutalia, tutagaragara. Mbona tutapewa urithi? Mbona urithi? Chezea kazi yetu wewe. Nyamaza Maya. Au nataka na mimi nimwambie Pamela ambayo anatakiwa kuyajua, ambayo wewe umemficha kwa miaka yote? Nakupa nafasi ya kutengeneza na Patrick. Vinginevyo Pamela ataujua ushetani wako wote ulionifanyia na kusababisha mimi nisikupende. Wewe ni nyoka Maya. Kuwa makini.
Kwani ni nini kinaendelea kati yako na dadi? Mbona naongea kwa huzuni na hasira hivi? Umemfanya nini baba yangu mama? Pamela, hakuna chochote nilichomfanyia, lakini baba yako ni binafsi. Anatuchukia, hatupendi mimi na wewe. Kila kitu ni Patrick. Kila kitu ni Patrick. Mama, mimi sio mtoto tena. Nimemsikia dadi kwa kinywa chake anaongea. Ulimlewesha ukamtafutia watu ndugu zako wakufumanie. Mama, sio wewe uliniambia kwa babako na mamako umezaliwa peke yako? Huyo ndugu yako ni nani? Ni nani wa ndugu yako mama? Kama hilo jambo tukilifanya hapa, tusifanye jambo dogo dogo hapa. Si natakiwa tufanye jambo kubwa kubwa. Ikiwezekana kinachofuatia hapa wakifika ni mwendo wa kuchinjana hapa, ife mtu damu imwaike, damu imwaike, mtangulizane tu mbele za haki Naichukua hiyo. chukua tulete ufara hapa hapa, si ndo tumeingia vidume hapa, afu waje watuambie lolote. Mwendo wa kuchinjana chinjana tu utaleta ufara. Ndio ulivyo. Umefuata nini tena hapa? Hivi Salome, wewe unanikataa mimi kwa sababu ya huyo kijana huyo eh? Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa sababu ananing'iniza vifungo vyake ndio unaamua kunikataa mimi? Hivi unachoongea unakisikia kwenye masikio yako, mpuuzi wewe au? Mpuuzi eh? Wewe Salome, unawezaje kutembea na kijana mdogo ambaye ni sawa sawa na mtoto wako unayeweza? Alafu tena unasema nini wewe mshenzi wewe? Kupiga huyu. Miaka 30 umenikimbia na umemuuza mwanangu mdogo. Alafu ukaniambia yule mwingine amekufa, kumbe si kweli. Leo unarudi tena unataka nikuelewe. Nikuelewe nini mzee Ndunguru? Unataka nikuelewe kitu gani? Alafu huyu kijana amejitolea kwenye maisha yangu. Mnataka kumkorofisha ili mumtoe kwenye maisha yangu. Huo ni ushenzi mzee Ndunguru. Mimi mshenzi? Mimi sio mshenzi, mimi na hakika. Huyo ni bwana wako. Kwenye hilo mimi nakuja. Nyamaza kwanza. Mzee, ni kitu gani ambacho haukielewi kati ya haya aliyoyasema mama Mboga? Kijana, kaa kimya. Funga domo lako nyang'au. Mimi naongea na mke wangu. Wewe unajua mmetoka wapi? Tena unyamaze hivyo hivyo. Fara. Afu udogo anatafuta nini? Mimi dogo nitamkunyuga huyu. Dogo, wewe unataka vita. Nitakupasua. Piga. Hebu nisikilizeni. Kwa heshima ya mama Mboga na waomba muondoke sasa hivi. Dogo usitafute vita. Nani aondoke? Huyu mtoto anajiaminisha nini huyu? Mimi nitakunyuga hili. Atoki mtu. Na kwa taarifa yako, sisi hapa tuondoki kuondoka kwetu mpaka hapa mzee wetu Ndunguru na Bi Salome wamalize tofauti zao. Hapa tunaweza tukaondoka. Lakini kama sio hivyo, atoki mtu. Naichukua hiyo. Chukua hiyo. Mama Mboga. Baba. Wewe unataka kumaliza tofauti zako na huyu mzee? Sitaki hata kumsikia. Oye mama, kuwa na huruma. Chukua Sasa, hiyo. we, nyamaza. Kwa sababu mwenyewe hataki. Na waomba mtoke na msirudi tena hapa.
eti kwa usalama wenu naomba mtoke sasa hivi. Wewe dogo sio katuacha matatizo. Sitakupasua wenzako. Hapa Vitoke wenyewe vimeandika tokea. Hapa tutoke. Eti naomba muondoke. Kaa kimya. Mimi bwana mimi nitalibu munda hili. Wewe usiongee chochote. Nyang'au. Mimi naongea na mtu wangu hapo. Nafiatia domo lako. Vipo si ndio vibe nitali venyewe. Ondoka. Kuna mtu amejaliwa sana kukiuga huyu jamaa ana kipaji. Ana kipaji kikubwa mno kwenye masuala ya upigaji. Sasa ni yule mtoto wa Tanga. Sasa ni Mwakinyo. Au tuna kiduku shosho. Bendera chuma, mligo chuma. Jamaa utazani. Seme baba. Leo umeona naongea vikali, siwezi kumwachilia Seme bwana. Sitegemea kama nitaongea maneno machafu hata siku moja mbele yako. Seme. Asante baba. Asante. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisi